Karibu kwenye The Silent Script Zone, mahali tunapotamka yale ambayo wengi wanaogopa kuyaeleza. Mimi ni mwandaji wako, Mr. Wega, Christopher J. kutoka Official Nut Graphics. Leo tunaanza mfululizo wa makala 6 zinazofundisha kuhusu vitu vinavyosababisha channel za YouTube kufungiwa moja kwa moja na automated system. Na katika episode ya leo, tunagusana na jiwe kubwa sana, copyright, ukiukaji wa hakimiliki. Hakimiliki ni sheria inayolinda kazi ya ubunifu. Kazi yoyote kama muziki, video, filamu, picha, animations au maudhui mengine inapokuwa imezalishwa na mtu, basi huyo mtu au kampuni anamiliki haki ya matumizi. Na YouTube ina mfumo wa kisasa wa AI unaoweza kutambua uvunjifu wa sheria hii katika sekunde chache tu. Leo nitakueleza jinsi ukiukaji unavyochokea, kwa nini YouTube automation inachukua hatua bila huruma, na jinsi unavyoweza kuendelea kufanya content salama bila kupigwa strike au kufungiwa channel. Namna AI ya YouTube inavyotambua copyright. Kwanza, kuna mfumo unaoitwa Content ID. Huu ni mfumo wa akili bandia, AI, ambao umepewa kazi ya kulinganisha video zote unazopakia dhidi ya database kubwa ya muziki, filamu, trailers, clips za TV na hata video za wabunifu wengine. Kwa mfano, ukiupload wimbo wa msanii maarufu bila leseni, hata kama ni sekunde 5, Content ID inatambua automatically. Haihitaji mtu kukagua. Mfano wa maisha ya halisi, unaweka background music ya Burna Boy, Diamond au Drake. Unapakia preview ya movie bila kubadilisha wala kuedit vya maana. Unaweka mchezo, game cutscenes, bila commentary. YouTube itaona huu ni uvunjifu mara moja. Aina za ukiukaji wa hakimiliki. A. Kutumia muziki bila leseni. Muziki wa studio, wimbo wa msanii, beat ya producer, hata instrumental. Kugusa sehemu ndogo tu inatosha. Ndio maana watu wengi hupigwa strikes bila kujua, sababu background muziki yao haikuwa free license. B. Kupakia filamu, vipindi au mfululizo, series. Trailer au clip ya dakika 1 bila kuongezwa thamani mpya, kutumia vipande vya movie kama filler content. AI inatambua hilo haraka zaidi kuliko unavyosema upload. C. Video za compilations. Meme compilations, TikTok compilations, funny clips bila narration au commentary. Kama hujaongeza thamani mpya, AI ya YouTube itaiclassify hii kama reused content na copyright violation. D. Game footage bila commentary. Gameplay ya FIFA, GTA, COD au Free Fire & Co. Bila sauti yako, maoni yako au maelezo ya kipekee. AI haiangalii tu video, inaangalia matumizi yako kama content creator. E. Kutumia picha au video za maktaba ya wengine bila ruhusa. Stock footage ya kulipia bila leseni. Picha za magazeti au mitandao mikubwa au makundi ya habari. Adhabu kutoka kwa YouTube automation. A. Claim au madai. Video yako haitozwi na wewe. Mmiliki wa content anapata mapato. Video yako inabaki hewani lakini sio yako kimaslahi. B. Blocking au kuzuiwa. Video kufutwa ghafla. Hata bila strike, hata bila email kutoka kwa binadamu. AI ikiona ni clip ya movie inaifuta automatically. C. Copyright strike. Mara 3 ndani ya kipindi cha siku 90, channel inapotea. Hakuna mjadala, hakuna appeal nyingi zitakazokusaidia. D. Channel suspension. Ikiwa YouTube inaamini channel yako inarudia makosa au ikiwa inaonekana una-upload content zisizo zako mara kwa mara. Jinsi ya kuepuka copyright. Namba 1. Tumia muziki free license. YouTube Audio Library, Bensound, Free PD, Pixabay, Music. Hapa unaruhusiwa kutumia bila kufungiwa. Hakikisha unasoma leseni ya kila wimbo. Namba 2. Ongeza thamani mpya, transformative content. YouTube inaruhusu kutumia content ya wengine endapo una-explain, unatoa maoni, una-review, una-critique, unaonyesha elimu au uchambuzi. Ukiangalia reviewers wa movie, wanaweza kuweka baadhi ya vipande lakini wanaongeza uchambuzi wa maana. Namba 3.
Tengeneza maudhui yako mwenyewe. Sauti yako, footage yako, graphics yako, animations yako au voiceover yako. YouTube inapenda originality. Ni rahisi kukua bila wasiwasi. Namba 4. Acha kuupload clips za TikTok, Instagram au movies zilizopo. Bila editing, bila narration, bila transformation. Hii ni tiketi ya kufungiwa channel. Namba 5. Nunua leseni sahihi pale inapobidi. Muziki wa kulipia, licensed beats, stock footage ya kulipia. Hivyo basi, ukiukaji wa hakimiliki ndio kichocheo kikubwa cha YouTube kufungia channel kwa automatic system. Lakini ukiwa na maudhui original au transformative content, basi uko salama na unaweza kukuza channel yako bila hofu. Katika episode inayofuata ya The Silent Script Zone, tutaingia katika sehemu ya pili ya mfululizo huu muhimu. Kama una swali lolote kuhusu copyright au unataka nifafanue kipengele chanu zaidi, acha maswali yako hapo chini kwenye comments. Nitayajibu. Usisahau kufuatilia ukurasa wetu ili usikose episode inayofuata. Hii ni The Silent Script Zone na mimi ni Mr. Wega, Christopher J kutoka Official Nut Graphics. Tunakutana kwenye makala inayofuata. Asante.